Kitu cha muhimu sana kwa mfugaji ambaye anahitaji kufuga kuku, hapaswi kukosa elimu hii mahususi kwa ajili ya ufugaji wa kuku. Biashara yote ile ni hesabu. Biashara yote ile lazima uende na bajeti. Lazima ujue kuku wako wanakula kiasi gani kwa siku ulionao. Lazima ujue kuku wako kwa wiki moja wanakula kiasi gani. Lazima ujue kuku wako kwa mwezi mmoja wanakula kiasi gani. Hivyo unaweza kuweka bajeti yako ya siku moja mpaka ya wiki moja, na unaweza kaweka bajeti yako ya wiki moja mpaka ya mwezi mmoja, na unaweza kaweka bajeti yako ya mwezi mmoja mpaka miezi mitatu na mpaka miezi sita, na ikiwezekana mpaka mwaka mmoja. Na uchukue sasa mapato uliyoyapata kwenye kuku na matumizi uliyoyapata kwenye kuku, ili uweze kujua umepata faida gani au umepata hasara gani. Sasa tunaenda leo kwenye budget. Budget ya siku moja ya kuku. Kuku mmoja anakula gramu 120. Gramu 120. Haya ndio uwezo wa kuku mmoja kula. Tafsiri yake nini? Kama kuku mmoja anakula gramu 120, tafsiri yake ni kwamba kuku 10 wanakula kilo 1.5 kwa siku. Sasa kama kuku 10 wanakula kilo 1.5 kwa siku, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuku 100 kwa siku wanakula kilo 15. Kilo 15 kwa siku. Tafsiri yake nini? Kwa mwaka mmoja, kwa mwezi mmoja, kama una kuku 100 wanakula wanatumia kilo kwa mwezi mmoja, kilo 450 kwa mwezi. Sasa unaweza ukawa unaandaa mradi wako wa kuku na ukaandaa bajeti yako, ili usiwapi chakula ambacho kisichostahili na kikakuletea matunda ambayo si mazuri. Tunajua kama unawapa kuku chakula ili mradi tu wali, huwezi ukapata matunda mazuri ya mayai. Unaweza ukawa na kuku 100 lakini ukawa unaambulia mayai 15, 20. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya chakula unachowapa cha kuku akiendani na uhitaji wao na lishe ya kukuletea matokeo mazuri. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kuwapa kuku vizuri chakula inavyostahili, una uwezo mkubwa wa kupata matokeo mazuri. Na tulisema kile chakula unachowapa ambacho kinahitaji kiwe na kila kitu, tulisema kwamba unahitaji wape chakula cha pumba ya mahindi, lakini kwa wale kuku wanaotaga inatakiwa uwape kidogo tena pumba tena ya mpunga. Tukasema kwamba unatakiwa tena uwape mashudu. Sasa haya mashudu yanaweza kuwa alizeti, yanaweza kuwa mashudu yanatokana na mashudu ya nini yale mawesi yale ya Kigoma, lakini inatakiwa ina maana uwape mifupa ya kuku, inatakiwa mifupa, unga wa mifupa, inatakiwa uwape chokaa, lakini unatakiwa uwape DCP na Prims. Lakini kama una uwezo wa kuwachanganyia, unaweza kawachanganyia na vichanganyo kama vile mboga za majani, hizi beta zaidi. Sasa ukiwapa mchanganyo huo na ukawa unaenda kwa hesabu ya jinsi unavyotumia gharama kuwalisha, wewe utakuwa mfugaji wa kuku kibiashara. Na haitakiwi ufuge ili mradi tu kufuga. Lazima ujue umeweka shilingi 300,000. Zile 300,000 ulizoweka zinaenda mpaka muda gani? Na baada sasa yapo unaangalia na matokeo
uliyoyapata, unachukua ile ambayo uliyoipata, unaendeleza mradi wako. Biashara bila mahesabu inapotea, na unaweza kujikuta unatoa mradi sehemu nyingine, hela ya nguo sehemu nyingine, unaileta kwenye mradi mwingine sehemu nyingine. Kila mradi inatakiwa ujitegemee, na kama ukijua hesabu ya tuliokuambia kwamba kuku mmoja anakula gramu 120, manake kuku 10 wanakula kilo 1.5 kwa siku. Ndio uwezo wao kuku, uwezo wa kula. Na kama hata binadamu wenyewe wa kawaida tunajua kilo 1 wanaweza wakatumia watu 4. Kuku na wenyewe ni hivyo hivyo, kilo 1.5 wanatumia kuku 10. Kwa una uwezo wa kupiga gharama ya kuku na ukapiga hesabu yako ya kuku na yakakuletea matunda mazuri sana katika ufugaji wa kuku. Na tuliongelea faida ya kuchanganya kuku chotara na kuku wa kienyeji ili wakuletee matunda mazuri. Unaweza ukawa na kuku wengi lakini ukawa unapata mayai kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kwamba chakula unachowapa akiendani na uwezo wa kuku kuletea matunda makubwa. Sasa ili upate matunda mazuri, pata maelekezo ambayo tulioeleza ya video zetu zilizopita. Tuliongea mchanganyo wa kuku wadogo wa siku 1 mpaka wa mwezi 1. Lakini tulitoa tena mchanganyo wa kuku wa mwezi 1 mpaka miezi 4. Na tulitoa mchanganyo wa kuku wa mwezi wale wa kutaga ili waweze kukuletea matunda mazuri. Tuna imani chaneli yetu hii inaenda kuleta mapinduzi makubwa kwa wale wafugaji wanaoanza, kwa wale wafugaji ambao walikuwa wameanza kukata tamaa ya ufugaji huu wa kuku. Lakini tuliongea faida ya kuchanganya chotara na kienyeji, na hii inaleta mapinduzi makubwa sana katika kumletea manufaa makubwa sana ufugaji wa kuku. Na usipite kama hujapata kitabu cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku, ambaye nimeweka mambo mengi sana ya ufugaji na jinsi ya kuondokana na changamoto. Usipite please, naomba uweze kukipata. Kinauza shilingi 6,000, lakini unakuwa umepata bahati ya kuingiza kwenye grupu ambalo kimsingi ukipata changamoto ndogo ndogo inakuwa ni rahisi ya jinsi ya kuweza kukuhudumia na kukusaidia kuliko kukaa hivi hivi. Kikundi hichi na grupu hilo saizi limeenea nchi nzima. Usipite, ni shilingi yako tu, shilingi 6,000 ya kitabu hicho ambacho unachokiona hapo chini, ambacho kinakuletea na uwezo wa kuweza kuingiza kwenye grupu la ufugaji wa kuku. Na tunaamini tunataka kuleta mapinduzi makubwa sana ya kilimo, mifugo na ufugaji. Lakini tutakuwa tuna mafunzo tena mengine ya ufugaji wa bata, jinsi ambavyo unaweza ukafuga bata kibiashara na kakuletea mapinduzi makubwa sana katika ufugaji wa bata. Lakini tutakuwa tena tuna mafunzo tena mengine ya kanga, jinsi ambavyo kanga wana uwezo wakaleta mapinduzi tena makubwa sana ya kilimo. Tutakuwa tena tuna mafunzo tena ya sungura. Wote hawa tunawafuga, lakini tutakuwa tunaonesha kimoja baada ya kimoja ili uweze kupata mambo ambayo yanaweza kidogo yakatuinua kiuchumi na katuondokana na linde la umaskini na uchache wa watu kutafuta ajira. Mungu akubariki sana. Ni kutoka katika mwalimu wako wa mafunzo ya ujasiriamali Simoni Lameck Bwiko, lakini ni mwandishi wa vitabu ambaye kimsingi vimeweza kuwasaidia watu wengi kuwainua kiuchumi. Usipitwe, karibu sana. Mungu atakubariki sana. Asante.